kwa siku ya leo. Baba, tunakushukuru. Wema wako umetubeba Yesu. Unamwambia Paulo, neema yangu inakutosha. Nasi neema yako Kristo imetutosha siku ya leo. Tangia tulipoanza hadi masaa haya, umekuwa pamoja nasi katika ibada hii. Ni mengi yametendeka, ni wengi wametumika, ila wametumika maana umewatia nguvu. Baba, mbele yangu kuna matoleo ambaye wanao wametoa kazi za mikono yao, jasho lao, kama unavyosema katika Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa 12 na 13, ya kwamba utabarikia kazi ya mikono yetu. Baba, wametoa ili ukapate kuwabariki hata zaidi. Najua mahali hizi zimetoka, utafungulia baraka na mifereji ya baraka itamiminika juu yao. Fungulia mbingu Yesu, wakati unapozikubali sadaka hizi, wacha ziwe na manukato mbele zako. Wale wote waliotoa wazidishie, na wale ambao wakupata leo wafungulie milango, ili tunapokutana tena wawe na kitu cha kukutolea. Na ni kwako Kristo nimeomba na kuamini. Amen. Haleluya. Hebu salimia ndugu yako. Tuko mbele zako Haleluya. Kuna baa nimeliona chini ya jua. Hebu soma Mhubiri 6:1. Kuna baa nimeliona chini ya jua. Hilo baa mimi nimeliona chini ya jua, na ni baa ambalo ni hatari sana, ya kwamba mwanafunzi anakuwa adui wa mwalimu wake ama mkufunzi wake mpaka hawaongei. Hilo si baa jamani? Yaani hivi mimi na wewe hapa, mimi ni mkufunzi, ni mchungaji, ije ifikie wakati hata ukiniona unatema mate. Kuna baa nimeliona chini ya jua. Mwanafunzi, mwalimu amekulea, mwalimu amekulisha, amekuombea, inafikia mahali ukimuona yani unachafukwa na roho. Kuna baa chini ya jua. Soma, kuna baa nimeliona chini ya jua. Wapendwa, ni jambo rahisi, lakini lisikutokee wewe ukamchukia mkufunzi wako. Si sawa? Ukachukia mwalimu wako. Haleluya. Hebu soma. Kitabu ni Mhubiri mlango wa 6 mstari wa 1. Kuna baa nililoliona mimi chini ya jua. Kuna baa nililoliona mimi chini ya jua. Nalo linawalemea wanadamu kwa
ambalo linawalemea wanadamu kwa uzito. Haleluya! Tosha tu, ama kuna kitu hapo? Tosha tu. Unakuta sasa mimi ni mchungaji, itafika wakati Fatuma hataki kuniona, akiniona anakula kona. Hilo ni baa, tena ni baa, maandiko yamesema ni baa zito sana chini ya jua. Wakati mchungaji kama mimi ninapoomba na kufunga na kufanyia mema, na wewe pia uko chini yangu, mimi pia ni kuheshimu wewe, si sawa? Kuna sisi watumishi pia hatuna nini? Heshima, si sawa? Kwa hiyo tukichanganya upande wako na upande wangu, inatupasa tuwe marafiki milele, si sawa? Tusije tukawa tukikutana hatuongei. Hivi navyoongea, kuna headmaster wangu wa secondary school, ni mzee tu, nimepigiwa simu juzi, alikufa juzi. Ni headmaster wangu wa secondary school. Mimi nimesomea hapa Hamisi High School, lakini yeye kwao na kujua kule nyumbani. Basi nilikuwa nikienda nyumbani nampitia, tunaongea. Amefariki juzi na amekuwa rafiki yangu. Hata tulipotoka, nimetoka shule, yeye amepigwa transfer. Headmaster wangu alikuwa ni rafiki yangu mpaka amefariki, ni rafiki yangu. Haleluya, amina. Kwa sababu alinifundisha na akanivumilia. Haleluya, mpaka hivi sasa amefariki tukiwa marafiki. Katika hii dunia usiwahi dharau mtu, hata kama kuna mahali mtu anakukazia kamba, jua anataka uinuliwe. Hakuna chuki kati yenu, si sawa? Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Zaburi 37 inasema usikasirike kwa sababu ya wabaya, si sawa? Mbaya sikuharibie siku bana, mbaya sikukoseshe pilau bana, mbaya sikukoseshe amani. Wewe cheka, tunakumwambia hujui gharama ninayopata kwa kumtumikia huyu Yesu wangu. Haleluya, amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Haleluya, amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Shikilia hapo hapo, kuna mahali Yesu anatupeleka. Haleluya, amina. Nimepatana naye, patana naye, nimepatana naye, nifanye kazi. Umepatana naye ufanye kazi yake. Kwa hivyo kama ulipatana na Yesu, fanya kazi yake. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Mimi kwa kifupi sana najisikia kuwapenda sana watumishi. Mahali tunaenda Yesu ananionyesha tuko mahali tunaenda, na tukifika mtaona kweli kuvumiliana ni kazi nzuri. Haleluya, amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Leo ninataka kuzungumzia ya kwamba Mungu kutimiza ahadi zake kwa waamini wote, lakini sisi wenyewe ndio kuna mahali tunakosea, si sawa? Mungu aliweka ahadi ya kwamba hizo ahadi tutimiziwe. Kwa nini hizi ahadi hazitimii? Haleluya, amina. Kwa nini hizi ahadi hazitimii? Kwa mfano, Mungu alituahidi ya kwamba sisi tutakuwa kichwa wala sio mkia. Alituahidi akasema atabarikia kazi ya mikono yetu. Siku hizi ukifanya kazi hata kulipwa hulipwi. Kuna nini mbaya? What is wrong? Haleluya, amina. Tuliambiwa tutakuwa kichwa, sasa sisi ndio tunaajiriwa badala ya sisi kuajiri. What is wrong? Haleluya, amina. Mengine ni mapito ya kwamba unapitia kipindi kisha Mungu atakuinua, lakini mengine ni sisi wenyewe tumekataa kuachilia kile kibaya kilicho wapi? Ndani yetu. Haleluya, amina. Ikiwa Mungu amekuwekea ahadi na wewe ukatalie dhambi, hiyo ahadi haitatimia. Ni kama mnanielewa? Amina. Kwa tuna maswali sana.
Sasa Mungu ametoa hivi, amesema hivi, mbona haitimii? Jiangalie wewe kwanza. Haleluya! Ndani yako, dhamira yako na utumishi wako uko namna gani? Ndiyo Mungu akutimizie. Haleluya! Lakini wale wa mapito tu kwamba wanapitia alafu mwisho watabarikiwa, inaendelea tu. Ikifika wakati wake milango inafunguliwa. Haleluya! Haleluya! Baba, asante kwa masaa haya. Naenda kunena neno lako Yesu. Niongoze katika roho, usiniache Baba. Tangulia yote nitakayoongea, nipe ufasaha, nipe kumbukumbu Baba, nipe mwelekeo, nikapate kuwalisha wanao kwa kipindi hiki ambacho umetupatia ujumbe wa kwenda nao. Na ni kwako Kristo nimeomba na kuamini. Amen. Kumbukumbu la Torati 28 ukianza 6. Jamani, mbona sisi ni watoto wa ahadi? Mbona Ishmaeli anabarikiwa na Isaka wa ahadi? Isaka anazidi kudidimia. Kuna kitu Isaka hataki kuachilia. Kuna kitu Isaka ameficha ndani yake. Kuna dhambi Isaka hataki kuachilia. Haleluya! Wewe na mimi ndiyo Isaka. Ni nini tumeweka ndani ambacho si cha Kristo? Ahadi zake hazitimii. Ili ni jambo linatatiza wengi sana. Mbali na kutatiza pia ni kejeli. Angalia wale watu wameokoka, watu wanamtumikia Kristo na wanaomba tu na hawana kazi. Ni nini kimetokea? Leo kama utanisikiza, kama uko na akiba yako ya dhambi, uko na benki yako ya kuwekea akiba zako za dhambi, enda uvunje hicho kibenki cha mbao, Yesu aanze kukubariki. Haleluya! Vunja hicho kibenki ndani ya roho. Toa hizo tabia ambazo hazimpendezi Kristo. Haleluya! Ukiwa na wivu, ukiwa na masengenyo, ukiwa na hila, ukiwa mchochezi, kiburi na kadhalika, Wagalatia 5:16, hizo ukiwa nazo hapa, Wagalatia 5:16 ikiwa iko hapa, hata ukija kanisani ukaombewa na popu mwenyewe vile anavyosema, lakini popu pia hata ukaombewa na mtumishi ambaye ametakasika, tena havitakuwa mpaka wewe mwenyewe uachilie kile kiko ndani. Kama hutasengenya mtu, wewe uko safi. Kama hutafanya kiburi, uko safi. Kama hutafanya hila, uko safi. Haleluya! Wapendwa, kuna mambo yatimii kwetu kwa sababu sisi wenyewe tumeweka akiba za dhambi ndani yetu. Mtu ameokoka na mwaka tu mwaka haoni any change. Yeye ni kulialia tu. Akipata pesa zinaingia mfuko wa kutoboka kwa sababu alisikia injili kwamba kutoa kuliisha. Endelea na hiyo injili. Si kutoa kuliisha, endelea nayo. Yesu hakuja kumaliza, bali alikuja kutimia. Sasa wewe unakuwa hakuna kutoa tena, ni mfumo wa kutoa ndio ulibadilika. Hatutoi kwa mwili kwa kushurutishana, bali tunatoa kwa roho, kwa hiari. Sasa wewe unasema kutoa kuliisha, hata sadaka utoi, matoleo ya jasho lako utoi, unataka kubarikiwa na nani? Umekiuka amri za Baba. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Na tutadanganyana hivyo mpaka mwaka ukiisha hujafanya kitu. Badala ya hasara, badala ya faida unahesabu nini? Hasara. Kumbukumbu la Torati 28 anzia 6. Tumeahidiwa nini? Mimi nataka kuangalia Biblia, wapendwa. Mungu aliahidi nini? Na mbona hizo vitu hazitimii kwetu? Ndugu zangu, tumefanya nini mpaka hatuwezi kubarikiwa? Unakuta watu waliookoka, Wakristo walokole wenyewe, wanakula chakula mara moja kwa siku. Wana wa Ishmaeli wanabomoa mpaka kila saa wanabomoa. Saa 6 yuko na kipilau, saa 8 mwana wa Ishmaeli anakula mili 5 kwa siku. Wewe uko kwa haleluya, hata moja ya kushinda unakula nusu. Haleluya. Why? Tujiulize maswali bwana.
Tuonyeshe njia Baba, ili na sisi tubomoe mara tano. Haleluya. Mkristo ameokoka na ameshindwa hata na lunch na anamtukuza Yesu. Why? Kuna kitu ndani yake hajaachilia. Wokovu ni wa hapa mdomoni. Haleluya. Lakini utakapoachilia, Yesu atafungua milango. Haleluya. Soma hiyo mtumishi. Kumbukumbu la Torati mlango 28 mstari wa 6. Utabarikiwa uingiapo, utabarikiwa uingiapo, utabarikiwa na utokapo, utabarikiwa na utokapo. 7. Ndio atawafanya adui zako wainukao. Hebu sikiza hiyo, utabarikiwa uingiapo na utabarikiwa utokapo. Alafu kisha Bwana atawafanya adui zako wainukao juu yako. Bwana atawafanya adui zako wainukao juu yako. Upigwa mbele yako. Upigwa mbele yako. Watakutokea. Haleluya. Unaona sasa? Umetokewa na wakora usiku. Bwana ameshasema atawapiga hao adui zako. Kuna jirani anakutetesha, kuna rafiki anakudhulumu. Bwana atampiga, lakini siku hizi adui anakupiga kweli. Anakupiga kweli kutoka na damu kabisa. Bwana yuko wapi? Bwana anapiga kweli? Haleluya. Sasa amesema atatubinda. Bwana wapiga kweli. Kuna kitu wewe pia nawe uko nayo ndani yako. Achilia hiyo kitu tu. Uwe msafi. Adui akija kukuangalia hivi. Haleluya. Akikuangalia hivi adui tosha, anajua hapa kuna mtu. Haleluya. Ukiwa hapo kwa adui atakupiga. Nataka kupeana mfano. Kuna kesi wanaenda kuisikiza, bado unaendelea mtumishi. Kuna kesi wanaenda nikisikiza mahali. Ni kesi nzito sana. Na sikudhani kwamba nitakuja kupewa nafasi ya kuongea. Haleluya. Nilipofika kwa ile kesi nikapewa nafasi ya kuongea. Nikawa naeleza jambo. Nilipokuwa naeleza jambo, yule prosecutor alinyamaza dakika kama 15. Anasikiza tu vile ninavyotoa injili huku na kuweka huku na kulinganisha na kesi. Prosecutor amekaa tu ananisikiza, jaji naye yuko pale juu. Mpaka jaji anamuuliza prosecutor, wewe mbona unampa huyo muda wote? Yaani prosecutor amezumba kwa sababu yaani si wanampea dakika 2 3 4 5. Mimi nimechukua 15 na prosecutor bado yuko hivi. Yaani injili inatambaa. Ndio jaji akamwambia, vipi wewe? Yule prosecutor akamjibu, sorry my lord, I was in the church. Yaani alikuwa anasikiza injili. Haleluya. Yaani amekuwa kanisani. Tutakuwa kichwa bwana. Mimi nakwambia ukiachilia vitu utaingia mahali upate mamlaka. Kotini, wapi, kwa serikali, ukiingia hivi na uko na Yesu watazubaa. Nilipewa 15 minutes. Alafu nilipomaliza nikamwambia, sasa wamemaliza sasa. Nikainua mkono nikasema nina jambo. Sema. Namwambia mimi ni mkulima. Na mlikuwa mmenipigia simu na nitaka nikiwa shambani. Nimeacha mbegu zangu, nimeacha jembe langu shambani na ni Siaya huko. Sasa hivi mimi nilikuwa nauliza, je, hii ni haki kwa kunitoa Siaya mbio mbio mpaka hapa? Hata mnipi muda ni ili nijipange. Na jaji akaangalia chini akauliza, unakuja na pesa ngapi kwa gari? Naambia 2000 gari. Akapiga times 2. Alafu akasema, na unalala hoteli gani? Nikawaonea huruma. Na lala kanisani tu, hakuna shida. Na unakula nini? Naambia mimi nakula tu kile Yesu akaleta. Nimwekee 1000 chakula. Nikaregeshewa refunded 5000. Haleluya. Amina. Pigia Yesu makofi mazuri bwana. Hapo uko na roho wa Mungu, huogopi crown, huogopi nani, ni ukweli wa Mungu unaendelea. Na wewe na mimi tutakapotoa hiyo makunyanzi utaogopa hata crown. Mimi nakwambia kuna watu wakiona polisi wanakimbia. Hawezi kupishana na polisi hivi kwa sababu ya uoga. Akiona polisi ana hara mwenyewe yeye akikimbia. Haleluya. Lakini ukiwa na Yesu mtaongea. Haleluya. Amina. Kwa sababu sisi ni kichwa. Amina. Leo nataka tujue kwamba vile vitu vinavyotufanya tuzuiliwe mambo mazuri ni dhambi zetu. Ukitakasika wewe,
hata ukitaka kuingia State House unaingia. Unafika tu pale, habari zenu hapo, tena uko serious, habari zenu hapo. Wale mapolisi wanaangaliana, na huyu ni nani? Wapita mpaka kwa Ruto mnaongea, lakini umuombe habari zenu. Haleluya. Tuelewe kwamba ujasiri unakuja wakati una dhambi. Hizi dhambi zinatukosesha ujasiri. Hizi dhambi zinatufanya uwezi simama mbele ya watu ukaongea. Sasa hizo dhambi zilizo ndani yetu tukiziondoa, hizi baraka hizi. Hebu tuende mtumishi. Soma. Umefika mstari wa ngapi? Mstari wa 7. Ndio. Bwana atawafanya adui zako wainukao juu yako kufa mbele yako. Ndio. Watakutokea kwa njia moja. Ndio. Lakini watakimbia mbele yako kwa njia 7. Mstari wa 8. Ndio. Bwana ataiamuru baraka ije juu yako. Bwana ataiamuru nini? Baraka ije juu yako. Lakini sio bure, mpaka uwe mtakatifu. Hivi leo ninawaambia Bwana ndio aamuru baraka. Ni lazima uwe mtakatifu wapendwa. Tusianze kulaumu. Mbona tumeokoka na sisi hata tunateseka? Mbali na mapito, nimewaambia kuna mapito ya kuinua mtu. Lakini mbali na mapito kuna vitu ndani yetu ambayo inafungia milango ya baraka. Ndiyo Bwana akubariki, akufungulie neema, basi ni uwe mtakatifu. Haleluya. Twende mtumishi. Mstari wa 8 tarudia. Bwana ataiamuru baraka ije juu yako katika ghala zako. Ndio. Na mambo yote utakayotia mkono wako. Naye atakubariki katika nchi akupayo Bwana. Haleluya. Mungu wako. 13 imefika. Mstari wa 9. Bwana atakuwekea. Bwana atakuweka uwe taifa. Bwana atakuweka uwe taifa takatifu kwake, kama alivyokuapia. Utakaposhika maagizo ya Bwana. Utakapofanya nini? Utakaposhika maagizo. Haleluya. Maagizo ya nani? Bwana Mungu wako. Haleluya. Uko tayari kushika maagizo? Nawaambia wapendwa, kama tunataka kujiona watu tofauti na maisha tofauti, shika maagizo ya Bwana. Utaona mabadiliko. Mwaka ujao tunaoanza Januari, ukifika Disemba una gari 3. Amina. Maana umekuwa mtakatifu mbele za Bwana. Haleluya. Amina. Na hata kama utanunua gari physical, utakuwa unaenda tu popote unapotaka kwenda. Kutoka barabarani, jamaa anasimamisha tu, elena waenda wapi? Si ni gari kama yako hii. Si unakaa nyuma unabebwa tu, yeye anapeleka wewe umekaa. Sio lazima uwe na gari physical. Utakuwa ukitoka barabarani kuna mtu amewekwa kwa ajili ya. Haleluya. Amina. Pigia Yesu makofi. Twende mtumishi. Na kutembea katika njia zake. Na kutembea, shika amri na utembee katika njia zake. 10. Na mataifa yote ya duniani watakuona. Na mataifa yote ya duniani watakuona umeitwa kwa jina la Bwana. Watakuona umeitwa kwa jina la Bwana. Yaani mataifa yote, watu wote, nchi zote zikikuangalia watasema umeitwa kwa jina la Bwana. Utapata visa, utapanda ndege, utaenda kuhubiri kila mahali, maana kila taifa litakutambua wewe. Lakini ni mpaka utii amri za Bwana na kuachilia dhambi. Haleluya. Amina. Mtumishi. Nao watakuwa na hofu kwako. Nao watakuogopa. Hofu ni kukuogopa. Haleluya. Amina. Je, unaweza kuongea na jaji mpaka akakwambia umekuja na pesa ngapi? 2,000 times 2. Yaani jaji umemchanganya mpaka anapiga mahesabu mwenyewe, yuko na hofu. Yaani akikuangalia hakuoni wewe, anaona Mikaeli ameshikilia panga hapa nyuma na Yesu yuko hivi. Haleluya. Yesu anakuangalia. Lazima atoe wakuone wewe, waona hao. Hofu imemwingia. Haleluya. Amina.
Bwana atakufanya uwe na wingi wa uheri. Bwana atakufanya uwe na wingi wa uheri katika uzao wa tumbo lako. Katika uzao wa tumbo lako. Haleluya. Na uzao wa wanyama wako. Na uzao wa wanyama wako. Yaani katika dunia hii utakuwa na uzao, utazaa watoto wengi na pia wanyama wako watazaa. Haleluya. Amina. Mungu anafanya mambo kwa wakati wake. Hata wakati wa Isaka, Rebeka alichelewa sana kuzaa. Kama mmesoma Biblia vizuri, Rebeka alichelewa sana kuzaa, lakini kwa wakati wake. Sara naye hivyo alichelewa sana kuzaa, lakini kwa wakati wake. Hata wanyama wako, haleluya, ataongeza wanyama wako. Wewe ukinunua kuku wawili, mwaka ukiisha umejaza banda, kwa sababu hakuna anayekufa na hakuna ugonjwa. Ukianza na mbuzi mmoja wanaongezeka, maana wewe ni mbarikiwa. Lakini kuna watu wanafuga, kila akiweka wamekufa tayari. Achilia, kuna kitu ndani. Achilia, kuna vitu umeshikilia, kuna wivu ndani, kuna masengenyo. Achilia hizo. Haleluya. Ukishaachilia mambo itakuwa sawa. Nafikiri last week nilikuwa nawaambia kule nyumbani nilipanda mihogo kama miti 5 hivi. Mke wangu anajua nilipanda kama miti 5. Ile miti 5 ilijaza gunia ya mihogo. Kwa sababu nilienda nikapanda alafu nikaiacha kwa mwaka 1.5. Na nilipanda tu, yaani sio kwamba kupanda na ujuzi, ni kudunga tu namna hii. Kudunga tu namna hii. Hiyo mihogo ilitoa mihogo size hii. Haleluya. Amina. Mama pastor nilileta akachemsha, tukaweka kwa friji, tunatoa tukitafu mihogo soft. Haleluya. Huo ni mkono wa nani? Mwenye haki. Haleluya. Amina. Mkono wa nani? Mwenye haki. Yaani kuna vitu vinaweza kutokea mpaka ukashangaa. Yaani kule aliyenipa mbegu anakuja kuniomba mbegu. Kwamba muhogo wako umezaa na chukua mbegu na yeye alinipa. Hebu angalia. Yesu ni wa maajabu. Kubali kuachilia utumike katika haki. Amina. Muhogo wako umezaa sana, tunachukua mbegu. Lakini si yeye alinipa hiyo mbegu. Hata yuko nayo, lakini haijawahi kuzaa kama hiyo. Haleluya. Amina. Maana uzao wako Yesu kuangalia. Haleluya. Amina. Haleluya. Tumalizie hapa. Na uzao wa nchi yako. Na uzao wa nchi yako. Katika nchi Bwana aliyokuapia. Katika nchi Bwana aliyokuapia. Katika nchi Bwana aliyowapia baba zako kwamba atakupa. Haleluya. Mstari wa 12. Atakufunulia Bwana hazina yake nzuri. Atakufunulia Bwana hazina yake nzuri. Nayo ni mbingu. Nayo ni mbingu. Kwa kutoa mvua ya nchi yako. Kwa kutoa mvua ya nchi yako. Kwa wakati wake. Kwa wakati wake. Na kwa kubarikia kazi yote ya mikono yako. Na kwa kubarikia kazi yote. Unasikia, kazi yote ya mikono yako. Chochote utakachogusa kitabarikiwa. Chochote utakachofanya kitabarikiwa. Maana umekubali kutembea kwa sheria na amri za Bwana. Malizia mstari wa 13. Nawe utakopesha mataifa. Nawe utakopesha mataifa mengi. Wala hutakopa wewe. Wala hutakopa wewe. Haleluya. Hapo tulia kwanza. Hivi leo Biblia ilitupa ahadi ya kwamba sisi ndio wana wa ahadi, na sisi tunakopesha wala hatutakopa. Sasa hiyo kuangalia fuliza za watu. Tembea tu kwa fuliza hapo uone. Haleluya. Hii ahadi ni vipi? Sisi ndio tunakopa. Sisi wateule ndio tunakopa. Why? Na baba yetu alishatuahidi kwamba hatutakopa bali tutakopesha. Sisi wateule, sisi wa wokovu, kuna mahali hatuendi vizuri. Kuna mahali tunakosea, ndiyo maana Mungu hajatimiza ahadi zake zile alituahidi kwetu. Lakini mtu yule atakayegundua siri hii leo, ili aachilie makunyanzi, aachilie hila, aachilie wivu, aachilie vita,
ajitakase na afuate amri za Kristo, na kwambia tukikutana tena tutakuwa tofauti. Haleluya, amina. Hata kiafya, hata afya zetu zitakuwa tofauti, kwa sababu Mungu alishatuahidi kwamba yeye atabarikia mambo yetu yote, wala hatutakopa, wala sisi ndio tutakopesha watu. Lakini sasa hivi teule akipita katika duka, nakula kona mara moja, akikutana mwenye mayai nikopa 2 jana, akifika kibandani kwa sukuma hata iko mbili kama ngeli wa maji kama askari ama naanza Bwana Yesu na huko na kama kunificha mteule. Haleluya. Why? Kwa sababu kuna mahali tunakosea. Haleluya. Tutakaposimama vizuri katika wokovu, Mungu ataanza kuondoa madeni kwetu, ataanza kututakasa na atatusafisha. Tutakuwa watu ambao sisi ni kichwa wala sio mkia. Malizia hiyo 13. Inatupasa tuwe kichwa wala sio mkia. 13 inasema, ndio, Bwana atakufanya kuwa kichwa wala si mkia. Ndio. Nawe utakuwa juu tu, yes, wala hui chini. Haleluya. Utakapoyasikiza maagizo ya Bwana, utakapoyasikiza maagizo ya Bwana, imeisha. Mungu wako ni kuagizayo hivi leo, yes, kuyaangalia na kuyafanya. Utakaposikiza maagizo ya Bwana nayo kuagiza hivi leo, uyaangalie na uyafanye, utakuwa kichwa wala sio mkia. Haleluya. Jamani, kuna kitu tunafaa kubadilisha kwa mwendo huu wetu wa wokovu. Unajua, ukisema umeokoka ni kuwe na changes katika maisha yako. Kitu cha kwanza, Yesu ni upendo. Uanze kupenda watu. Haleluya. Anza kupenda watu. Na katika hii dunia, yule mtu anayedharauliwa ndiyo huja akainuliwa. Maji machafu hayawezi kufanya mmea usimee. Tena huo mmea utamea ukiwa na rutuba sana. Kwa hiyo maneno machafu unayorushiwa wewe kama mwokovu yameze. Hayo maneno yatakufanya wewe uinuliwe. Haleluya. Takataka ya leo inaweza kuwa mbolea kesho. Haleluya. Leo ni takataka, lakini utakapomkubali Yesu na kuzifuata njia zake, wale wanaokudharau leo, kesho watakusalimia kwa heshima. Maana ulikuwa takataka, lakini Yesu amekufanya ukawa nini? Mbolea. Mfano mzuri tu, Lea ambaye ni mke wa Yakobo, mke wa kwanza wa Yakobo. Si sawa? Lea alidharauliwa hata na Yakobo mwenyewe, na akadharauliwa na watu. Ukisoma Mwanzo 35 mstari wa 35:23, Mwanzo 35:23 inasema kwamba Lea ndiye aliyemzalia Yakobo wavulana 6 wa nguvu. Haleluya. Yeye aliyekuwa anadharauliwa, Lea alizaa boys 6. Raheli aliyependwa alizaa wavulana wangapi? 2. Na Yusufu na Benjamini 2. Haleluya. Na wale vijakazi nao wakazaa 2. Lakini Lea aliyekuwa anadharauliwa, lakini amesimama na msingi wa Kristo na amesimama na kuachilia. Lea alizaa wavulana 6. Si hesabu wasichana na hesabu wavulana, huenda na wasichana pia. Kwa sababu gani? Alikubali kuachilia na akatembea katika njia nzuri. Leo tuko hapa wapendwa, mimi ninawaambia tu, ukitaka kuzidi wenzako katika huduma, leo nenda ukaondoe kile kiburi. Leo nenda ukaondoe ule wivu, upende kila mtu. Nenda ukaondoe yale masengenyo, uwe free na watu wote. Nenda ukaondoe vita, jiweke huru mikononi mwa Kristo, naye Kristo atakuinua, kwa sababu alikwisha kutuwekea ahadi. Ukisoma Ayubu 21 mstari wa 7,
wenye haki wanajiuliza, mbona hawa waovu wananawiri? Au ni wenye haki wanaudhi? Lakini waovu si wako na baba yao Shetani. Huo uovu ndio unampendeza Shetani wao, si sawa? Kwa hiyo chochote Shetani alichoiba atawapatia. Lakini sisi ambao tumeokoka hatufuati amri za baba yetu. Ayubu 21:7, watu wameketi wakajiuliza, mbona yule jamani muuaji na anabarikiwa? Mbona yule jamani mwizi na anabarikiwa? Hili swali likawasumbua sana, kwa sababu aliye wa Shetani atavipata vya Shetani wakati anakuwa katili zaidi, si sawa? Lakini sisi tulio wa Kristo ambaye tumekombolewa na Kristo, tukitaka kupata vya baba yetu ni tunyenyekee zaidi, tupate vya hapa na pia tukapate vya wapi? Juu mbinguni. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa hiyo tukiachilia, Baba atatembea na sisi na zile ahadi alizosema juu yetu zitatimia. Ukisoma Yoshua 21:45, na leo napeana tu maandiko, naenda tu hivyo. Yoshua 21:45 inasema Bwana atatimiza ahadi zote. Hebu soma hiyo. Bwana atatimiza ahadi zote. Na mbona kwako haijatimia? Wewe mbona ahadi ya Bwana haijatimia juu yako? Jua kuna mahali tunakosea. Tutakaponyoosha hiyo njia, Bwana atafanya jambo. Haleluya. Amina. Wewe ni Mungu. Amen. Haleluya. 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 Unatawala. Amen. Haleluya. Unatawala. Amen. Haleluya. Unabariki. Amen. Haleluya. Unabariki. Amen. Haleluya. Yoshua 21:45, Mungu anasema anatimiza ahadi zote. Twende mtumishi. Yoshua 21:45, alipoanguka neno lolote katika jambo lolote lililokuwa ni jema ambalo Bwana alikuwa amelinena katika habari ya nyumba ya Israeli, yalitimia mambo yote. Hakuna kile Bwana aliahidi katika nyumba ya Israeli, yote yalitimia. Mbona sisi kwetu haitimii? Haleluya. Bwana alikuahidi utabarikiwa mjini na utabarikiwa mashambani. Wewe ni nyumba ya Israeli. Ukiokoka unakuwa connected, unakuwa nyumba ya Israeli. Mbona ahadi zote Bwana alizosema yeye anazitimiza, mbona kwetu haijatimia? Wapendwa, kuna mahali tunafaa kubadilika. Kuna mwendo tunafaa kubadilika. Tushike break. Tuangalie reverse, tuangalie hapa tulikosea, tushike njia hii. Haleluya. Amina. Unapookoka vizuri, upendo utakuingia, na wakati unaniombea mimi, Yesu atakubariki. Siku ile utachukua nafasi ya kuomba kwa ajili ya ndugu yako hapa ndani, Yesu anakubariki, na ahadi zote alizoahidi zitatimia. Haleluya. Amina. Mti uliokunjika haimaanishi kwamba umevunjika, si sawa? Mti unaweza kukunjika lakini haujavunjika. Ule mti unaweza kukunjika tena baadaye kanyooka ikaenda juu, si sawa? Kwa hiyo hata kama tulikuwa tumekosea tukafuata njia mbaya, tulikuwa tumekunjika lakini hatujakunjika, bado tunaweza kunyooka tukafuata njia sawa. Na Yesu akatufungulia nini?
milango yetu. Haleluya! Sehemu yoyote iliyofungika kwa sababu ya makunyanzi, kwa sababu ya dhambi zetu, leo tunaenda kufungua, leo tunaenda kuachilia. Haleluya, tunaachilia. Haleluya, tunaachilia. Yote tunakwenda. Haleluya. Kama ulikuwa mchoyo, mgeni akiingia unaficha sima chini ya meza, leo iweke ondoa hiyo ndio inakuzuia usipate badali la unga. Utakuwa unanunua mfuko mmoja kila siku, lakini utakapoiweka ile sima juu ya meza, watu wale washibe, utaona bandari linaingia. Haleluya! Malaika atakuja amebeba bandari ya kubwagia hapo mlangoni. Haleluya! Amina. Ni malaika aliyeingia mtu, maana malaika ni roho, na roho haitembei peke yake mpaka ivae mwili. Haleluya! Amina. Kwa hiyo tukiachilia tu vitu kama hivi, unapenda kila mtu, hakuna kusengenya, ni kusema ukweli wa Kristo, zitatimia tu ahadi. Sisi ndio tumefunga ahadi, si sawa? Amina. Tumefunga ahadi. Haleluya. Amina. Wasichana wetu ndio hapa, ahadi ya Yesu katika vitabu vyote, hasa wimbo ulio bora 3:5 ya kwamba tusiyachochee mapenzi kabla ya wakati wake, si sawa? Lakini sasa hivi Wamisri wameshaanza kuchezea matiti yenu saa hii. Hiyo ahadi itatimia kweli? Na Wamisri wako hapo. Haleluya. Soma Ezekieli 23:21-22. Wamisri hao ahadi hatutaki kuiweka. Ikiwa wewe ni msichana, wewe ni kijana, ushaanza kwenda mbio tayari, ahadi ya kuoa mke mzuri haitatimia. Ahadi ya kupata mume mzuri haitatimia. Soma mstari mmoja tu, 23:21. Inasema ya kwamba Wamisri wako hapo, watu wanasumbua mabinti zetu hawa Wamisri. Kitabu ni Ezekieli mlango wa 23 mstari wa 21. Ndivyo ulivyokumbuka washerati wa ujana wako, ndio yalipobanwa matiti yako na Wamisri. Haleluya. Kwa maziwa ya ujana wako. Haleluya. Unaona sasa, sisi tumepewa amri ya kwamba mpaka tuoane ndio tunaweza kuonana kimwili, si sawa? Lakini kwa vile kanisani hiyo haifanyiki, kuna Misri pale nje, kunawaachia matiti yenu wanachezea. Ikifika siku ya kuolewa, kijana anakwambia si sawa? Imetoka, si sawa? Lakini kama utatulia mpaka siku ya kuolewa, utapata tu mume. Maana Mungu amesema katika Isaya 34:16 ya kwamba hakuna mtu atakayemkosa mwenzake. Haleluya. Isaya 34:16 inasema hakuna yule atakayemkosa mwenzake. Mwenzako yuko tu, lakini ukishaachia Wamisri, kifua chako kinachezewa. Na Wamisri ni wabaya. Wewe Wamisri wanajua kuharibu baba. Haleluya. Wale Wamisri ni wale mbweha wanaoharibu mizabibu. Wimbo ulio bora 2:15, kuna mbweha. Nikamatieni hawa mbweha. Hao ndio Wamisri wanaoharibu mizabibu. Haleluya. Lakini msichana ukijilinda tu, useme mimi nashukuru pale kanisani, niko kwa ajili ya Kristo, ninaomba tu na Yesu ni kijana Jackson yule nikimpata. Haleluya. Yaani unaomba tu na Mungu naye anazunguka, anamwambia Jackson yule yuko tayari. Haleluya. Na mambo inaenda sawa. Haleluya. Haleluya. Kwa sababu wewe ni mtakatifu na hakuna kitu kinachokutatiza. Haleluya. Amina. Kijana Sami naye ameingia maombi, kwa kijana Juliet yuko pale. Yaani unaletewa tu. Haleluya. Yaani watu wako safi. Haleluya. Na Mungu anatembea kitenda. Lakini vijana mkianza mapema kuachilia Wamisri ni hao watu ambao hawajaokoka, hao watu wa dini hizo zingine. Wana pesa kama nini? Hao Wamisri wana pesa. Hata ukitaka pesa ngapi utapewa.
lakini hizo pesa zitakuharibia maisha. Haleluya! Afadhali ukatae wa Misri ili utimize amri za Kristo, upate ndoa iliyo nzuri. Haleluya! Amina. Hivi sasa ninavyoongea na wewe, ndoa zetu sisi kama wokovu ndio zina shida kuliko ndoa za watu wengine. Na si Mungu alituahidi kwamba ndoa ni kitu chema? Mbona ndoa zetu hazitulii? Kwa sababu sisi wenyewe kuna vitu bado hatutaki kuachilia. Siku ile utaachilia na uweke upendo ndani, mambo yote itakuwa sawa, maana Baba alisema atatimiza ahadi zote. Mbali na mapito, ahadi zetu hazitatimia na tutaendelea kuteseka. Nisomee Nehemia 9. Tafadhali, Nehemia 9. Nehemia 9:35 mpaka 38. Sisi tunapitia shida kwa nini? Tutasema kwamba Mungu ametuacha. Kuna mwingine atakwambia Mungu wenu ni Mungu gani? Mungu ambaye unateseka, una kazi wewe, na Mungu ametuacha. Hajui kwamba hiyo shida sio ya Mungu, ni sisi hatutaki kufuata amri za Mungu. Si sawa? Nehemia 9. Unakuta tuliambiwa kwamba sisi tutakuwa kichwa, lakini watoto wetu sasa ndio wanaoenda Uarabuni kufanya kazi. Tunaenda kumtumikia Ishmaeli na sisi ndio wana wa ahadi. Jamani, haya mambo yaangalieni kwa undani. Kama sisi ni wana wa ahadi, mbona tumekuwa watumwa? Ni nini kimekoseka mpaka sisi ndio tumekuwa watumwa wa watu wa mataifa? Tumekuwa watumwa wa Misri. Kwa nini? Hivi sasa kuna oda, ukitaka unaenda kwa agent, unaenda Uarabuni. Jamani, kwani hatuwezi kumuomba Mungu akatubariki na sisi? Hii ambayo tumeshikilia mbaya ambazo ziko ndani yetu tuachilie. Kwa sababu gani? Wale ambao ni wa Misri wanazo, shetani hana shida na mtu wake, wale ni wake tayari. Lakini sisi ni lazima kubadilika. Ukibadilika, hata haina haja ya kwenda kufanya kazi Ulaya, kwa sababu ile pesa ya kule ina rangi gani na hii yetu ina rangi gani? Maisha ya kule yako vipi na hapa yako vipi? Haleluya! Kabla hujasoma hiyo, juzi nimesikia kwa mtandao ama kwa runinga ya kwamba kuna wasichana 178 wako huko ughaibuni. Walienda kule wakashika mimba, na sheria za kule ni kwamba ukizalia kule yule mtoto hatakuwa registered, yani hatambuliki. Sasa wasichana 178 wamezaa kule. Kwa hivyo kuna watoto 178 ambao wako kule, hawawezi kuja Kenya kwa sababu hata kama wewe ni mtoto lazima uwe na passport, na sasa hawajaandikishwa kuwa raia wa hizo nchi. Sasa hawana mahali pa kwenda, wamekuwa stranded na watoto wao. Si sawa? Kenya nayo imesema kama walizaliwa huko, hao ni raia wa huko. Si sasa? Unaona shida hiyo? Sasa wakitaka kwenda airport, yeye ana passport lakini mtoto wake hajakuwa registered, hana passport, itabidi aje yeye amwache mtoto wake, hawezi kuja. Haleluya! Unaziona hizi shida, na hizi shida zinaletwa na nini? Hatutaki kufuata amri za Mungu. Mungu ukimwabudu utabarikiwa mashambani na utabarikiwa mjini. Huwezi kuniambia kwamba ukimkubali Mungu utaenda kubarikiwa Uarabuni. Popote uliko yeye atakubariki. Maandiko yamesema utabarikiwa shambani na mjini. Popote uliko utabarikiwa hapo. Lakini hebu angalia, watoto 178 sasa hivi wako kule, si raia wa kule, si raia wa Kenya, na hawawezi kuja. Shida imeingia, haijaingia. Haleluya! Nehemia 9. Kwa nini tunakuwa watumwa? Nehemia 9:35. Kuna mtu atasoma Nehemia 9:35 to 38. Nehemia mlango wa 9 mstari wa 35. Kwa kuwa hawakukutumikia wewe katika ufalme wao. Kwa kuwa hawakukutumikia wewe katika ufalme wao, na katika wema wako mkuu, na katika
huu uliowapa, na katika nchi ile kubwa yenye neema, uliowapa mbele yao, wala hawakugairi na kuyaacha mabaya yao. 36. Ndiyo. Tazama, sisi hapa tuwatumwa leo. Kwa sababu gani kugairi amri za Bwana? Yaani wamekataa amri za Bwana, wamekuwa watumwa. Wale wasichana wetu walioenda kule, wangekubali kuokoka wamtumikie Yesu, hawangeenda kule, wangebarikiwa popote walipo. Lakini tunaamini katika akili zetu kama wanadamu ya kwamba ni lazima niondoke tu nitabarikiwa huko. Sasa hapo tunaenda kuwa watumwa kwa kutomtii Kristo. Endelea mtumishi. Na katika habari ya nchi hii uliowapa baba zetu wapate kula matunda yake na mema yake, tazama, sisi hapa tuwatumwa ndani yake. Yaani tumekuwa watumwa, badala ya kuwa mabosi, sasa sisi tumekuwa watumwa. Ukisikia Israeli inazungumziwa ni mtu yeyote aliyeokoka siku za leo. Haleluya! Anasema ameokoka, lakini mizigo yake anayo. Hiyo si kuokoka, ni kukiri. Mungu hawezi kukusaidia kama hautaachilia dhambi. Endelea hapo mbele. 37. Nayo yawapatia fedha nyingi wafalme uliowaweka juu yetu. Yawapatia faida nyingi wafalme uliowaweka juu yetu, kwa sababu ya dhambi zetu. Jamani, maandiko yako wazi, malizia. Tena wana mamlaka juu ya miili yetu, na juu ya wanyama wetu, kadiri wapendavyo, nasi tu katika dhiki kuu. Dhambi zetu ndio zimetufanya tumekuwa watumwa. Lao tukimtumikia Mungu vizuri, tutakuwa na ufalme wetu na vitu vyote tutapewa. Unaona, maandiko inasema wamekuwa na mamlaka juu ya miili yetu. Wasichana wetu wakienda kufanya kazi za nyumba, wakienda huko Ulaya, wanapata wale mabosi ndio wamesimamia, wamekuwa wakuu wa miili yao, wanatawala miili yao, wanalala nao na kuwazalisha watoto na kuwakataa. Yaani hata hao mabosi wamekuwa sasa ndio wanatawala miili yao. Wewe uko ughaibuni, uko Ulaya, uko Uarabuni, na bosi wako anakutaka kimwili. My friend, ukikataa ndio nakwambia, ukikataa okay, inaweza kuwa sio boss direct, watoto wake ama watu wa familia yake wanakupata kimapenzi na watatawala mwili wako kwa sababu ya dhambi. Tumekataa kuacha dhambi, sasa watatawala hata na miili yetu. Haleluya! Kuna mahali sisi wa Kristo, sisi wa wokovu tunakosea, na ni lazima tunyooshe hizi njia ili sisi nasi tuwe juu. Haleluya! Bali na mapito tupande ngazi tuwe juu. Haleluya! Hebu angalia leo tabia tulizo nazo kama watumishi. Kuna watu wanapitia hali ya mapito na mambo magumu makanisani, na ni makanisa makubwa tu, nimechanganya yote ya wokovu na ya hao wengine, nimechanganya yote. Unakuta kanisa ni kubwa, watu ni wengi, wanatoka nje kwenda kufanya crusade ya 10 million. Crusade hapo, na hapo kanisani kuna watu wanapitia mambo mazito tu, lakini wanaenda kufanya crusade ya 10 million. Sipingi, ni vizuri kuhubiri Injili, si sawa? Lakini asili ya Mungu ni nini? Hekima. Hatuna hekima, si sawa? Tuko na spika kama hizi, tunaweza kutoka nazo pale nje, lakini tunakataa. Tunaenda kununua spika za milioni 2, milioni 3. Na wacha nikwambie,
kwa kazi ya Mungu kuna miujiza na hekima yake. Unaona hizi spika hizi, tukiwa watakatifu kwa Kristo, hata mtu aliyekuwa hapa atasikia hii. Maana Yesu alihubiri bila kipaza sauti kwa watu 5,000. Watu 5,000 ni wapi? Mungu kule chini, na wote walimsikia. Kwa hiyo ikiwa tutakuwa na hekima ya Mungu, hata spika kama hizi unaweza kufanyia crusade zile milioni 2-3 mkafanyia kazi nyingine. Lakini unasikia crusade ya pastor fulani imechukua milioni 30, na kuna watu wanapitia shida. Hiyo si hekima. Sikatai injili isiendelee, lakini milioni sasa, hata waizi wamo huko ndani. Milioni 30 kwa crusade moja, si hata waizi wamo huko. Walioficha hizo pesa si wamo huko. Wamo huko tu. Sasa hekima hiyo kweli tutumie 30 milioni na kuna watu hawana chakula hapa. Jamani Wakristo, tuangalie sisi wenyewe ndio tunajimaliza. Hatuna hesabu na hekima ya Mungu. Mungu, asili ya Mungu ni hekima. Ukisikia Yesu Kristo, Yesu ni hekima. Na ikiwa una hekima, wewe si mtumishi wa Mungu. Kwa hivyo kuna vitu vingine tunaona vinafanyika. Jamaa amekuja amefanya crusade milioni 10. Sio vibaya. Lakini mimi ninaamini ya kwamba vyombo vyovyote vya saizi yoyote, ikiwa kwa bei nafuu, Yesu mwenyewe ataingilia kati na crusade itakuwa tu nzuri. Lakini mtu anatumia 30 milioni, hiyo ni kukosa hekima. Hiyo injili itapita. Lakini hiyo milioni 30 kama kungekuwa na hekima, ifanyiwe kitu pale. 30 milioni crusade. Jamani, tunaenda sawa kweli? Kwa sababu tunataka tuonekane tumekusanya watu wengi, ama imekuwa vipi? Wakusikia ni wakusikia. Haleluya. Yesu hakuwa anaspika bwana, alikuwa anaongea. Sasa hivi watu wanatumia over 10 milioni. Kuna mahali sisi wa wokovu tuangalie, turegeshe hekima ya Mungu ndani yetu, ili tupate ahadi zetu ambazo Mungu alituahidia. Haleluya. Haleluya. Anasema katika Kutoka 23:26, hakuna mtu ambaye ataavya mimba. Nafikiri Kutoka 23 kama sikukosea. Kutoka 23 Kutoka 23:25 mpaka 27. Hakuna mtu ambaye ataavya mimba. Sasa sawa? Amina. Lakini unapata yeye ameshaahidi kwamba hakuna mtu ataavya mimba, lakini mama msichana wake akishika mimba, huyo mama ndio anampeleka mtoto wake akatoe mimba. Ahadi zitatimia lini? Mtoto ameshika mimba na Biblia imesema hakuna mtu ataavya mimba. Kumbe mimba tunazitoa wenyewe, na ahadi tulishapewa kwamba hakuna mimba itatoka. Haleluya. Wewe mwenyewe mtoto wako ameshika mimba, waenda kumtoa, na huku ahadi ulipewa, hautatimiza hiyo ahadi siku zote. Haleluya. Amina. Na hizi dawa za family pia zinachangia katika kutoa hizo mimba. Haleluya. Sasa tushapewa ahadi tumezifungia wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kama aliahidi hakuna mtu ataavya mimba, ni hivyo. Ni sawa? Lakini mimba tunaenda wenyewe. Mwanangu pale yuko shule. Huyo mwana amewapa Wamisri. Nakwambia Wamisri wanaenjoy dunia hii. Mwana ameenda akawapa Wamisri. Wamisri washati ya mimba. Akifika kwao nyumbani, mama yake naye na pengine hata na baba wameshirikiana, tuitoe hii kwa vile tumeokoka. Dhambi juu ya dhambi. Kweli ahadi itatimia? Ndio maana tumefungiwa ahadi zetu. Leo hii tujikomboe. Haleluya. Mwambie mwenzako, leo tunajikomboa. Leo tunajikomboa. Leo tunaachilia. Leo Yesu anatenda. Haleluya. Jina nilipendalo jina Yesu, ni jina tamu. Nilipendalo jina nilipendalo jina Yesu, ni jina tamu. Nilipendalo jina nilipendalo jina Yesu,
Amina. Soma Zaburi 37:1. Usikasirishwe na walio wabaya. Haleluya. Amina. Leo nimekwambia mpendwa wangu, funguo za baraka zako umezishikilia wewe, na wewe unajijua mwenyewe. Kuna katabia, kuna vitabia uko navyo wewe ndani yako mwenyewe personally. Nenda kajiite mkutano, ukae umwambie Kristo, hii hila hii, Yesu niondolee nipate kuona ahadi yangu. Mwambie Yesu, huu chochezi mimi ndio nagonganisha watu makanisani, niondolee huu chochezi nifikie ahadi. Lakini hautafikia ahadi, utabaki kulialia kwa sababu hutaki kutimiza amri za Bwana wetu Yesu Kristo. Zaburi 37:1 inasema, ni Zaburi mlango 37 mstari wa kwanza. Ndio. Usikasirike kwa sababu ya watenda mabaya, usiwahusudu wafanyao ubatili. Ndio. Usikasirike kwa sababu ya watendao mabaya. Haleluya. Mtu kama ni muovu asikukasirishe. Hiyo hasira utakayomkasirikia itakukosesha mbingu. Haleluya. Amina. Itakutoa katika imani na itakunyima mambo mazuri. Itakunyima nini? Ahadi. Haleluya. Hata kama umekasirishwa, kubali kuachilia, ukijua ya kwamba nikiendelea kukasirika, ahadi ya Mungu haitaingia ndani yangu. Kuna watu vitu hawajapewa. Kuna watu wameomba na hawajajibiwa kwa sababu hawaenendi kwa njia za sawa. Lakini tutakapoanza kuenenda kwa njia za sawa, hakika ahadi zote za Kristo zitatimia ndani yetu. Keti tu. Haleluya. Nataka nimalizie na mambo ya maisha yetu ya kawaida ya ndoa zetu. Haleluya. Nilikuwa nikifundisha nikasema kuna hii tabia moja ya kufura. Mama, ukikwazwa kidogo na mzee wako, umefura mwezi mzima, umekuwa mahamri. Umekuwa mahamri mwezi mzima. Mzee naye ukikwazwa kidogo na mke wako, hata majukumu unagoma. Haleluya. Ukija ni wewe na simu, hata kama hakuna kitu naangalia kwa simu, naangalia tu ili kufura kuendelea. Haleluya. Yaani hakuna kitu naona kwa hiyo simu, lakini bora umefura tu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na wacheni niwaambie, kuna mambo yanatendeka kwetu ambayo si mazuri. Na kuna wakati ukianza kuona mbwa wako mwenyewe anakubwekea. Mbwa wako ambaye unamlisha, unamtafutia nyama, unamtafutia chakula, alafu anakubwekea. Wakati unaingia kwa nyumba anakubwekea. Ni kumaanisha huyo mbwa kuna mtu anamlisha mahali wakati wewe hauko. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mungu ambaye anamletea mimi nyama, namletea mimi kila kitu, ameanza kunibwekea. Nikiingia ananibwekea. Na mtu wakati siku anamrushia nyama nzito kumiliki. Haleluya. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Haleluya. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Haleluya. Haleluya. Amina. Kama ni mkeo, basi kuna mahali ana sosi ya kupata pesa. Pengine biashara yake imeinuka, sasa ameanza kwa biashara inaingiza, sasa faida inaingia, sauti imebadilika. Na kama ni mwanaume pia, huenda kuna mambo kama akija akisema, saa yote anasema hii supu haijaiva, hii supu haina chumvi, kuna mahali anakula supu. Sana kama ameokoka, kuna kibanda amefungua, kuna kahoteli. Haleluya. Ndio inamfanya aje alinganishe supu ya mke wake na ile ya kuku. Maana saa yote mwanaume anaweza kumpikia chakula, kumwekea, anafanya kugusa na kidole hivi. Hii hata haina chumvi. Hajaonja, amejuaje haina chumvi? Kuna mahali kuna kahoteli anaingia. Sasa analinganisha hii na ile ya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Katika maisha ya kufura haitatujengea ndoa zetu. Si sawa? Kuwa na amani na mwenzako na maisha itakuwa vizuri. Zaburi 31. Zaburi 31
tusome hapo. Naelekea tu nikimaliza, wapendwa. Kuhubiri ni kwa kiasi, kuhubiri ni kwa kiasi. Karanga ni tamu, lakini ukipewa sufuria nzima, kesho ukiona utaikimbia. Zaburi 31:18 inasemaje? Kitabu ni Zaburi mlango wa 31 mstari wa 18. Midomo ya uongo iwe na ububu, midomo ya uongo iwe na ububu. Imneneayo mwenye haki maneno ya kiburi, Haleluya. Na majivuno na dharau, Haleluya. Amina. Midomo ya ububu, ya uongo iwe na ububu. Sana sana kuna kunyamaza kwa hekima, lakini kuna kunyamaza ya kwamba mtu kuna kitu anaficha, hapa kuna uongo fulani anaficha. Kwa hiyo kuna aina za kunyamaza. Kuna mtu akikwazika ananyamaza, na kuna mtu ambaye ananyamaza kwa sababu kuna uongo yuko nao hataki kusema, hapa kuna uovu